Hivi unajua Mungu anapokuleta duniani alikuleta tayari ukiwa umekamilika katika kila kitu. Yes, hicho ndicho ambacho nataka kuongelea siku ya leo. Na kukaribisha sana katika channel yangu ambapo tutajifunza maisha ya kiroho na mambo ya wokovu. Leo nitaka kuongelea jambo zuri sana ambalo Mungu amekuwa akinifundisha kwamba Mungu anapomleta mwanadamu duniani tayari anakuwa ameshaweka kila kitu anachotaka mwanadamu awe nacho, kinakuwa tayari kiko ndani yake. Ndio maana kuna siku moja nilikuwa nafundisha nikasema, kama mama ambaye umeokoka, unapokuwa mjamzito, ule ndio wakati wa kuumba unachotaka kiwe kwa mwanao, kwa sababu ukishachelewa mwanao akatoka tayari, yani kwa Kiingereza wanasema it is a finished product. Yani ni tayari, yani ni mtu aliyekamilika, yani ni kitu ambacho tayari kimekamilika. Of course unaweza kumwomba Mungu bado akakusaidia, lakini Mungu anapomleta mwanadamu duniani tayari ameshajua huyu atakuwa wapi, atakuwa nani na itakuwaje. Bwana Yesu asifiwe. So nilitamani sana niongelee hiki kitu leo kwamba na pale ambapo sasa Mungu anapotaka uanze kufanya ile kusudi ambalo amekuitia, ndio changamoto huwa inaanza, kwa sababu Mungu amekuitia kusudi, anakuonyesha picha kwamba picha yako wewe ni utakuwa mtu aina fulani, utafanya kitu fulani. Na mambo ambayo Mungu anataka kuyafanya kupitia sisi huwa anakuwa ni mambo makubwa sana ambayo katika hali ya kawaida kiakili yako huwezi. Mungu mfano anaweza kukuonyesha kwamba labda utamiliki labda utasaidia watu na utasaidia katika kiwango cha kimataifa, na wewe unajua kabisa hizo hela huna na huna uwezekano wa kuzipata, na there is no way unajua kabisa unaweza kuzipata, lakini Mungu amekuonyesha kwamba your destiny itakuwa hiyo. Na Mungu anapokuonyesha ile huduma ambayo utaifanya katika ule ukubwa, huwa kuonyesha hapa katikati kwamba kuna kuaga na vitu vingi sana, kwa sababu Mungu huwa mtumii mtu ambaye hajamjaribu. Kwa hiyo Mungu anakupitisha katika mambo ya ajabu ajabu sana. Unaweza ukawa unaona, Mungu, mbona uliniahidi labda nitakuja kuwa mtu mkubwa, nitafanya mambo makubwa duniani. Why am I going through difficulties? Wajiuliza, kwa nini Mungu naenda kwenye ugumu huu? Kwa nini napitia changamoto hizi? Mbona mimi naona, yani uliniambia labda nitakuja kuwa mtumishi wako mkubwa au nitakuja kuwa mtu fulani. Mbona naona napitia changamoto? Mungu lazima kukaange kwanza. Mungu huwa hampi mtu kitu kabla ya kumtengeneza. Na hii ndio tofauti ya Mungu na shetani. Shetani anapotaka kumharibu mtu anampa vitu vingi, na mwanadamu ukimpa kila kitu anaharibika, atakufa tu, atakufa. Lakini Mungu anakufundisha, kama Mungu anataka labda aje kubariki uwe na billion dollar company, lazima ukupitie kwanza umaskini ili uje ujue jinsi ya kuthamini kile ambacho Mungu amekupatia. Kwa hiyo sasa lazima kwenye maisha yako uendelee kumtumainia Mungu kwamba Mungu lile alikuahidi atalitimiza no matter what happens. Na hata unapopitia changamoto kubwa, kuna wakati mwingine utapitia, Mungu amekuonyesha labda utakuja kuwa tajiri mkubwa unayehubiri Injili, unasaidia watu, utakuja kuwa missionaries, unaenda vijijini, unafanya makubwa. Lakini unajiona huko katika umasikini, unakopa, una madeni, una nini, bado usikate tamaa. Kwa sababu unajua wana wa Israeli katika Biblia inaonyesha kwamba Mungu aliwaambia wana wa Israeli kwamba wataenda katika nchi ya asali na maziwa. Lakini hawakujua hapa katikati watakutana na sekeseke kubwa, watakutana na bahari, watakutana na nyoka, watakutana na vitu mbalimbali, hakutakuwa na chakula, kutakuwa, yani they passed a lot of things, walikutana na vitu vikubwa na vingine vya ajabu ajabu, lakini Mungu alikuwa anawatengeneza ili atakapokuja kuwapeleka ile sehemu ya maziwa na asali wawe watu ambao wametengenezwa. Lakini kwa bahati mbaya wengi wetu na hata wana wa Israeli walifika wawili tu, kwa sababu wengi walishindwa hapa katikati, wengi walishindwa. Walianza kumlaumu Musa. Yani ilikuwa kitu kigumu. Hata sisi kuna watu wengi ambao wanakata tamaa kwamba Mungu ulinionyesha nitakuja kufanya mambo makubwa. Why am I going through, naenda yani napitia changamoto za ajabu ajabu, why? Kwa unakuta mtu anakata tamaa, baadaye anaamua tu basi ngoja niachane na hii jambo. Kwanza naona jambo lenyewe ambalo Mungu ameniwekea ni kubwa, na naona kama sitaweza, basi mtu anaamua kuachana nayo. Lakini huu si mpango wa Mungu. Kwa hiyo tunapopitia changamoto, wakati mwingine zile changamoto ni za kutusaidia sisi ili tufikie ile kusudi ambalo Mungu anataka. Mfano, Ibrahim alipitia changamoto ya kutopata watoto, lakini ile ilikuwa ni
Mungu alitumia ile kitu kutufundisha sisi kwamba unaweza ukapitia changamoto kubwa, unaweza ukapitia matatizo, unaweza ukawa hujakaa muda mrefu, ukapitia janga kubwa, ukapitia changamoto nyingi, lakini bado Mungu na ahadi yake iko pale pale na kusudi lake iko pale pale. Kwa hiyo kuna wakati mwingine unapitia changamoto kwa ajili ya huduma ulionayo. Mungu anataka uje uwasaidie watu wa aina fulani katika huduma hiyo. Kwa mimi leo nitaka tu niongelee kwamba ndugu yangu, Mkristo mwenzangu, usikate tamaa unapopitia changamoto, hata kama Mungu alikuonyesha picha kubwa kwamba mambo makubwa yanakuja kutokea, lakini changamoto zinapokuja, endelea kumsihi Mungu kwamba Mungu unionyesha mambo makubwa na mimi najua nitayaona, hata katika changamoto ninayopitia najua tu nitashinda. Leo mimi nitaishia hapa. Na kubariki, usikate tamaa, tuendelee kumtafuta Mungu. Amen.